idia kuitafuta hiyo simu. Upande wa nje huku dogo amekuja, nataka milioni 5. Unavuta kirahisi tu, nataka nikupe milioni 5. Una maana gani kusema navuta? Hii familia nimeifanyia upelelezi, wana pesa chafu sana hawa. Huku ndani mama hali yake sio nzuri kabisa, tumbo lake limeanza kumsumbua vibaya mno. Huku nje Athina akasema, unaizungumzia familia yao, jina langu lipo kwenye hiyo familia? Haya, sahau hiyo, basi nitafutie 2000 tu ili mimi nikavute. Mchizi kutoka kwenye milioni 5 hadi 2000, anataka kwenda kuvuta ganja. Hizi bangi zako unazovuta zitakupa kichaa wewe. Mchizi akamwasha ngumi. Wewe ni kichaa Kwa hiyo sasa hivi unajibishana na mimi, si ndio? Athina kaona huu unyonge sasa, akatafuta kitu kwa ajili ya kumpiga mchizi. Aliposaka sana akakutana na chupa. Alipofika tu akamtwanga nayo kichwani. Upande wa ndani huku mama akaja jikoni kunywa dawa. Akahisi kuna mtu anaingia hapa, ikabidi amchungulie kwanza. Si akamwona Athina, akawa na wasiwasi kinoma ise. Huyu katoka wapi? Huku Azuka amekutana diary ya Athina. Athina alikuwa ameandika malengo yake pale na nini, lakini mwishoni mwa malengo yake ameweka kuolewa na Azuka. Athina akamkuta mwana anaisoma hii diary. Baby, chochote unachokiona hapo sio sahihi, sio kilivyo yani. Kinapaswa kuwaje? Kwa nini unanifanyia hivi? Athina akawa anajikanyaga kanyaga tu. Kwa hiyo huwezi kuongea, si ndio? Athina kimya. Kwa nini swala la ndoa yetu mliweka mwishoni? Athina hakutegemea kabisa kama ataambiwa hivi. Ikabidi aanze kujitetea sasa hapa. Mwana akamtaka badilishe sasa hivi. Kweli bana, Athina akachukua daftari kisha akafuta kila kitu. Likabaki lengo la kuolewa na Azuka tu. Vitu kama hizo mtu wangu. Athina amemleta mjomba wake kama ambavyo aliagizwa na mama. Mjomba akasema hajamuona Athina miaka sasa. Hiki kikao kimekuwa kama miujiza kwangu. Mama kauliza, "Kwa nini hujakutana na mjomba wako muda mrefu?" Mjomba akasema Athina alipokuwa na miaka 18, wazazi wake walimpeleka vacation Nigeria. Lakini wiki moja baada ya kuwasili, wazazi wake walipata ajali ya gari wakafariki. Tulipotezana baada ya kupoteza simu yangu pia. Na mimi nikaamua kukaa kimya tu, sikumwambia chochote. Kwa nini uliamua kukaa kimya? Mjomba anacheza script yake vizuri kweli kweli yani. Sasa Athina alipoona wanaweza kushtukiwa, akaanza kulia. Lakini mkumbuke tu kwamba huyu ni mjomba wa kukodi. Sio mjomba halisi. Ndio maana Athina anafanya yote haya. Huku nje, Lati naye kamleta mjomba mwingine. Mlinzi akashangaa. Huyu ni nani tena? Ni mjomba wake madam kweli? Hauoni wanafanana? Mlinzi ikabidi aende kumuuliza madam kwanza kabla hajaruhusu waingie. Mama akaona kama maigizo yanafanyika hapa. Athina anaanzaje kulia kirahisi hivyo? Na ikizingatia mama hapendi wanawake wanaopenda kulia. Athina akaanza kuongea na mjomba wake sasa. Mjomba Alade, sababu pekee iliyokuleta hapa ni kwa sababu nina maisha mazuri na wewe hauna kitu kwa sasa. Ndio maana unajitahidi sana kurudi, lakini hautaweza hata siku moja. Naweza kusema kuwa mjomba na kuchukia na naomba uteseke maisha yako yote. Mama akaipenda hiyo. Baba yangu alikuamini, akakupenda kuliko hata mama yangu vile. Nadanganya. Pale mlinzi akaleta taarifa kuwa kuna mjomba wake anamsubiri nje. Huyu ni nani? Na huyo wa nje ni nani? Yaani mjomba ni yupi kati ya hawa watu wawili? Kila mmoja kichwa kikawaka moto. Hadi mjomba mwenyewe akashangaa. Walipotoka nje hawakumkuta mtu aisee. Yuko wapi sasa? Alikuwa amesimama hapa na mpishi. Wakaona mlinzi bangi na mtesa huyu. Watu wa bangi Watu wa bangi ya. Kumbe Fade alimletea taarifa Lati kuwa Athina amemleta mjomba mwingine na amempigia simu sana lakini haokoti. Na kweli Lati alipoangalia simu yake akaona kuna missed call nyingi sana. Kwa hiyo wanaweza kushtukiwa hapa. Kwa hiyo huyu mjomba feki wa pili ikabidi asepe, hata pesa yake hajalipwa. Noma sana mtu wangu. Kila mtu haelewi mlinzi alikuwa amevuta bangi au ametumia madawa ya kulevya. Pale Azuka akapokea simu kutoka ofisini. Akaambiwa kuna mtu mtandaoni anaiongelea vibaya